maandiko yanasema akawapelekea mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. He sent forth a man before them. Joseph was sold as a slave. He sent a man before them. Aliwapelekea mtu au alimtanguliza mtu kabla yao. Ingekuwa Kiswahili cha sasa ingesema alimtanguliza mtu kabla yao. Sasa ukitaka kujua anaongelea nini, sura nzima hiyo ya 105 anaongelea wana wa Israeli. Humo ndani ndio utakuja kukuta usiwaguse masihi wangu, akawakemea wafalme wasiwaguse, ndio hiyo sura. Sasa anaowazungumza ni wana wa Israeli au watu wenye agano na nani? Na Mungu. Watu hawa kuna tukio liliwatokea au lilitokea dunia, tukio la dunia nzima kuwa na njaa. Sasa kabla hilo tukio la njaa iliyoitesa dunia nzima alijaja, Mungu alijua itakuja. Na alijua hata wanae inaweza ikawasumbua. Kwa hiyo ili kuwanusuru wao wasiwe kama wanadamu wengine, maandiko yanasema alimtanguliza mtu mbele yao. Alimpeleka mtu kabla yao. Alimtanguliza mtu kabla ya tukio, kabla ya njaa, kabla ya matatizo. Alimtanguliza mtu. Maana yake sasa, kumbe Mungu tunayemwabudu, ikiwa wewe ni wake na una janja mbingu zinakujua kwa jina lako, tukio lolote kabla halijakutokea, Mungu anakuwa ashatanguliza mtu atakaye kusaidia. Amen. Naomba kamata hiyo siri. Wale wasio na Mungu ndio wanapaswa kulia, anasema sijui itakuaje kesho, sijui kesho yangu mimi, kesho iko mikononi mwa Mungu. Hakuna kesho, haiko mikononi mwa Mungu. Kesho tayari kuna mtu ambaye atafanya kesho yako iwe rahisi. Mungu ameshamtanguliza kwenye hiyo kesho, na ameshampa kile unachokihitaji kwenye kesho. Kamata hii siri, niamini mimi, huo ni ukweli. Hatua nilizopiga mimi nimekuja kuprove huu ni ukweli. Kila mahali nilipokwenda kuna mtu alinisaidia, kila hatua kuna watu nilikutana nao wakanisaidia mpaka hapo ulipokuja kuniona wewe. Hakuna bahati, hakuna muujiza. Kesho ya mtu haiko mbinguni, iko tayari kwa mtu. Ila huyo mtu unaweza kukuta sasa hivi afanani, tayari unaweza kuwa naye hata kwenye namba za simu. Naweza kani rafiki Facebook wapi, au saa nyingine inawezekana safari umjui, ila ni walau kama umjui, basi kuna rafiki yako mmoja ni rafiki yake na huyo mtu. Najaribu kukupa siri. Yaani maisha ni mepesi mpaka imefika mahali siku hizi siombei maisha. Hawaamini. Siku hizi siombei maisha. Siku hizi naombea watu tu. Kila mtu naye paswa kukutana naye siku ya leo, naye paswa kumfahamu au yeye kunifahamu mimi ili anitafute. Bwana, huyo mtu namuamsha kokote aliko, ungana na maisha yangu haraka. Siombei hera tena. Hera sisi na mtu, nikimpata mtu nimepata hera. Kila mtu ni waleti yangu. Kila atakaye nielewa ni waleti yangu. Kila atakaye nielewa na hela yangu ya huduma. Kila atakaye nielewa na hela yangu ya shukurani na zaka na nini. Maisha sio magumu, ni wewe tu. Ya kwako ndo magumu kwa sababu hujui kanuni. Kwa hiyo alimtanguliza mtu mbele yao. Alimpeleka mtu mbele yao. Ili wao wakati wengine wanabahatisha, hawa wao wasibahatishe. Kuwe na mtu ameshatengeneza mambo tayari. Na ni kweli njaa ilipokuja kutokea, tayari wao wana wa Israeli hawakuwa kwenye orodha ya njaa. Tayari kulikuwa na mtu ndo anayehusika na chakula. Wamekuja wale jamaa 10 na Benjamin, wakasema tuna Benjamin mdogo wetu. Mnakumbuka? Wakaleta hela zao. Sikiliza sasa nikueleze. Wakaleta hela zao kununua. Sio kwamba Mungu amewaacha kabisa, hela ya kununua wanayo. Wameweka chakula, wameweka, alafu wakasema hizo hela waweke tena humo ndani. Mnakumbuka Wakiwa njiani wanakwenda kusema hebu tufungue. Wakawa na kielele cha kufungua. Akafungua akakuta kuna hela zao. Na hela tumerudishia. Aliyefanya hivyo ni yule aliyetangulizwa. Kumbe kwenye maisha haya sio lazima kesho inunue kwa hela. Kesho unaweza kainunua kwa siri za ufalme. Sio lazima kesho inunue kwa hela. Unaweza kainunua kwa kujua Mungu anafanyaje kazi basi. Hawa jamaa wamekwenda kununua kama wanadamu wengine wanavyokuja Misri kununua, ila wao hela yao haikutumika.
Ikafika mahali wakati njaa imekorea kwingine, watu wameanza kuuza, watu walianza kwanza wakauza mifugo, wakauza ardhi, mwisho akajiuza wao, kama unakumbuka. Lakini wana wa Israeli wao hawakuuza chochote wala hawakujiuza. Badala yake kwenye nchi hiyo yenye chakula walipewa ardhi ya bure. Inaitwa nini? Goshen. Kwa nini? Alitangulia mtu mbele yao. Alitangulia mtu mbele yao. Ndo nikakwambia somo tulionalo ni the mystery called man. Siri au fumbo la kiungu liitwalo watu. Haujafaidika na watu kwa sababu haujapata siri za kutosha kuhusu watu. Watu ndo wameshika hatima za watu. Mimi mwanzoni nilikuwa nafikiri ukitaka hela unasema baba hela. Ukweli hela zipo kwa baba. Hela zingekuwa kwa baba, Dewiji angekuwa maskini kwa sababu Dewiji na baba sio marafiki sana kwa kanuni za wokovu. Au hujasikia? Dewiji na baba, Dewiji ameshaokoka. Baresa ameokoka. Wana hela hawana? Aziko kwa baba. Hela ziko kwa watu. Akina Dewiji wanajua namna ya kuchukua hela kwa watu. Hawajui namna ya kwenda kwa baba kuzichukua. Kwa hiyo unataka hela, uhitaji Mungu, unahitaji watu. Utasikia sasa Bwana asipoujenga mji, ajenga. Mnajua kujifariji warokore. Basi haya ameshaujenga sasa. Mbona una? Si wewe unajua ni Bwana na Yesu, mbona una? Rokore kwa ujuaji. Huyu anapotosha, anayesema anapotosha mwenyewe anaomba bando. Huyo mpotoshaji ndo injili za siku za mwisho. Yeye mwenyewe anaomba bando huyo. Anayejua usahihi. Nanielewa ninachosema? Okay, kwa hiyo Mungu kumbe kwenye kila hatua ya maisha yako, kamata hiyo siri ya kuanzia. Kwenye kila hatua ya maisha yako, hiyo kesho unayoiogopa, Mungu ameshatusaidia tusiogope kwa sababu kumbe kesho tayari kuna mtu ambaye amepewa furushi la mahitaji yote ya kesho yako. Kuna mtu amepewa majibu yote unayoyahitaji kwenye hiyo kesho ili uwe na ufanisi na uweze kutimiza kusudi la Mungu. Kuna mtu tayari. Jaribu kufikiri taifa zima Mungu hakuwapelekea watu, alimpelekea mtu. Taifa zima. Kama taifa zima lilisaidiwa na mtu, maana yake wewe mmoja je? Kuna mtu tu unamhitaji. Kuna mtu tu unapaswa kukutana naye. You become a millionaire in a night. Kama taifa zima ni mtu, aliliponya taifa zima mtu. Tena ambaye hakuonekana kama angeweza. Tena ambaye hata kwenye orodha ungewaambia kuna siku atawasaidia wangekataa kwa sababu wanajua alimuuza, hayupo. Sembuse wewe unayemcha Mungu na unajua neno, kwa nini usifanikiwe? Kwa nini usipige hatua? Kama mtu anaweza kugeuza hatima ya taifa zima, anaweza akapreserve nchi. Maana yake mtu anaweza Mungu akamtumia mtu kuinua maisha yako, mtu mmoja. Sema amen. Kwa sauti tena. Amen. Kwa sauti tena. Amen. Kwa hiyo usiogope, usiwaze kuhusu kesho. Kesho ni rahisi. Nilikuwa sijawahi kuelewa mantiki ya Yesu aliposema msisumbuke kwa ajili ya kesho. Kesho itajisumbukia. Nilikuwa sijaelewa. Yesu anataka tu havivu. Anataka tufanye kazi. Alikuwa anamaanisha msiwe na wasiwasi. Sisi mbinguni tulishawaza kama tukikuruhusu ukafika kesho, hiyo kesho kuna mtu wa kusaidia tayari. Tukikuruhusu mwaka 2024 ukawa hai, hiyo mwaka 2020 tumeshaweka watu ambao wana majibu yako. Kazi yako ni rahisi, tuombe sisi tukupe. Zaburi 2:8 anasema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na misho ya nchi kuwa miliki. Uniombe nikupe watu. Mataifa ni watu. Nchi nchi ni ardhi. Mataifa ni nchi, ni ardhi pamoja na watu. Kwa maana yake anaongelea watu. Uniombe watu. Watu ndo urithi. Watu ndo urithi, sio hela, sio nyumba, sio magari. Watu ndo urithi. Mungu akikupa urithi wa watu, kila walichonacho ni chako. Wakikuelewa, wakikuamini, umetoka. Zaburi 2:8. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Kwa hiyo urithi pekee ambao anaugawa Mungu, ambao anawaka kabisa hautaferi ukiwa nao, ni watu. Sasa bahati mbaya wewe unasemaga hivi, mimi mtu asinitishe, ili mradi niko vizuri na Mungu, watu hata wangeniacha wote.
Endelea na wewe ujinga wako, utakufa kama Lazaro na mbinguni utakwenda. Lazaro hakuwa na watu, ila mbinguni alikwenda. Kwa mbinguni unatoboa, ila kwa hapo unapigika. Bila watu hapa umekwama, kwa sababu Lazaro angekuwa na watu, angekosa kwa tajiri, angekwenda kula kwa mwingine. Ni ushahidi Lazaro hakuaga na watu. Mpaka anafika hatua anagombana chakula chini na mbwa. Anaamua kushuka viwango hawe mbwa anayenena kwa lugha. Unajua Lazaro amenena kwa lugha yule, naamini. Sababu kama ameingia mbinguni, inawezekana vitu vya roho alikuwa vizuri. Ingekuwa sasa hivi ananena kwa lugha ila anakula na mbwa. Anatoa pepo ila anakula na mbwa. Ingekuwa ni lugha ya sasa. Ni mtu wa roho ila anakula na mbwa. Sema nakataa kula na mbwa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Unataka kuniambia watu wote walikuwa wanakula na mbwa ukiondoa tajiri? Wengine walikuwa wanakula chakula. Lazaro hakuwa na connection. Hakuwa na watu kwamba nikikosa kwa tajiri na kwenda wapi kwingine. Au nani anaweza akaniamini akanipa hata sahani ya chakula? Moja kati ya matatizo ya Lazaro ni matatizo ya kukosa watu.